Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Awali ya yote nianze nami kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutujalia afya njema sisi sote. Lakini vile vile nitumia nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya, na niwapongeze sana waziri wetu wa nishati, naibu waziri wa nishati na timu yote ambayo inamsaidia majukumu. Kwa kweli kazi kubwa inafanyika na mwenye macho haambiwi tazama. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na mambo mengine yote ninayoweza kuyasema ni kwamba lazima nianze na pongezi kwa sababu mimi natokea Kakonko katika mkoa wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma hapa tunavyozungumza tayari umekwisha unganishwa kwenye gridi ya taifa. Ndiyo maana tunaona katika mkoa wa Kigoma viwanda sasa vinajengwa. Ukienda Kigoma mjini utaona kiwanda cha simenti, kiwanda cha nondo, kiwanda cha kuchakata asali, kuna viwanda pale vya kusindika na kuchakata samaki. Ukija wilaya ya Kasulu utaona kuna kiwanda cha sukari, na tunaamini mpango mzuri wa serikali hii kwamba kiwanda cha kuchakata zao la muhogo katika maeneo ya Kakonko na Kibondo, tunaamini hili nalo litafanikiwa kwa sababu tayari tuna umeme wa uhakika. Hii ni pongezi kubwa sana, lazima tuziseme. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na hayo, wilaya ya Kakonko ina vijiji 44 na vitongoji 355. Mheshimiwa Allen, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa Festus Sanga. Taarifa yangu ni fupi tu Mheshimiwa Mwenyekiti. Wakati nachangia hapa pia Watanzania wakumbuke mkoa huu ulikuwa unatumia diesel ya takriban bilioni 21 kwa mwaka. Kwa juhudi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuunganisha gridi ya taifa, tumeokoa bilioni 21 kwa mwaka kwa matumizi ya diesel. Taarifa ya Mheshimiwa Sanga unaipokea? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naipokea, na kimsingi Watanzania watambue kwamba mkoa wa Kigoma unatambua sana jitihada kubwa zinazofanyika. Kwa sababu ya muda, yapo mengi ningeweza kusema, lakini niseme hivi: wilaya ya Kakonko pekee vijiji vyote 44 hivi tunavyozungumza vina umeme. Kati ya vitongoji 355 vimebakia vitongoji takribani 50 tu, vingine vyote vina umeme. Kwa hiyo lazima nitoe shukrani nyingi. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeona jitihada za serikali. Tarehe 17 ya mwezi Januari ulisainiwa mkataba wa trilioni 1.2 ambapo vitongoji 1099 vilikuwa vinakwenda sasa kunufaika na umeme vijijini. Na kwenye mpango ule serikali hii njema imesema mkoa wa Kigoma, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Katavi vinakwenda kupata vitongoji vyote umeme kupitia kwenye mkataba huo. Naomba kwa niaba ya wananchi wa mikoa hii nifikishe shukrani nyingi hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na shukrani hizo, yapo mapendekezo. Jambo la kwanza ambalo napenda kupendekeza ni kwamba tunatamani sana kuona kazi kubwa inaendelea na tayari mipango mizuri tumeiona. Jambo la kwanza la muhimu ni kwamba umeme umekwisha fika kwenye vitongoji vingi. Wahamu ya wananchi sasa ni kuona umeme unasambaa ndani ya vitongoji. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu na wananchi wanatamani sana kuliona hili. Jambo la pili, vitendea kazi. Wakati wizara inapeleka vitendea kazi katika maeneo yetu, ni muhimu sana kuangalia jiografia za maeneo yetu. Maeneo ambayo yana milima mikubwa na mabonde, maeneo hayo yapelekewe vitendea kazi kwa uharaka na viangaliwe kwa jicho la pekee. Mathalan, tunashukuru sana katika wilaya ya Kakonko tumepata gari dogo jipya upande wa TANESCO, lakini tunaomba pia kupitia nafasi hii tuweze kupata lori kwa sababu ya aina ya jiografia tulionayo ili wananchi wetu waweze kupata huduma vizuri. Jambo jingine muhimu sana, Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba tutakubaliana kwamba umeme sasa tunao, lakini matumizi ya umeme tulionao, walio wengi wanatumia umeme kuwasha taa majumbani, kuchaji simu. Tunahitaji sasa kama taifa kufanya mageuzi ya matumizi ya umeme wetu. Tunahitaji kufanya umeme utumike kiuchumi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi napenda kupendekeza kwamba wizara itengeneze timu izunguke katika nchi hii kupitia viongozi na waliopo katika mikoa, waangalie watu wanaohitaji umeme, ambao wanahitaji kutumia umeme kwa ajili ya kuzalisha,
ili watu hao wapewe kipaumbele. Natoa mfano, Mheshimiwa Naibu Spika, wilayani Kakonko kuna mwekezaji anafuga ng'ombe kisasa, anafanya uwekezaji mkubwa kabisa pale, lakini ili afikishiwe umeme kwenye eneo lake anatakiwa alipie milioni 65. Mheshimiwa Naibu Spika, tunahitaji kuona wizara inaliangalia eneo hili kwa jicho la pekee, kwa sababu hawa watu wenye viwanda, taasisi za serikali, mashule, viwanda, tunahitaji hawa wafikishiwe umeme. Hawa ndio watumiaji wakubwa. Huyu mtu akifikishiwa umeme kwenye kiwanda chake hiki, kwenye biashara yake kama hii, ataajiri watu. Ndugu yetu huyu analazimika kukamua ng'ombe kupata maziwa mara moja kwa siku. Badala ya kupata lita 12,000 za maziwa, analazimika kupata lita 6,000 pekee. Kumbe angekuwa na umeme angeweza kukamua mara 2 kwa siku. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi mchango wangu wa leo unajikita katika eneo hili. Wizara iangalie, itenge fedha, tuzunguke katika nchi hii, zile taasisi zote ambazo zinahitaji umeme zifikishiwe umeme, viwanda vyote vinavyohitaji umeme wafikishiwe umeme, ili tupate watumiaji wakubwa waweze kuwa na manufaa makubwa, na vile vile manufaa hayo yaweze kushuka katika jamii yetu. Baada ya kutoa mchango huo, Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na naunga mkono hoja. Asante sana.